I mean kwa tukio la mdoli ambalo ameweza kufanyiwa na mume wake, kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza mtazamaji. Niambie umejifunza nini kwenye tukio ambalo mdoli amefanyiwa na mume wake? Na je, ni sawa mdoli kumpiga kibao mume wake japokuwa ni hasira ya kuweza kuchitiwa? Wewe unaonaje? Kwa sababu mimi naona kama amemkosea vile, kwa sababu hizi hasira za mwanamke kumrudishia au kupigana au kumpiga mwanaume wake wa ndoa inakuwa si ustaarabu hata mara moja. I mean utakuwa umeweza kunielewa kitu ambacho nataka kumaanisha. So fanya kitendo kimoja cha kuweza kusubscribe kwa wingi, kulike, kucomment pamoja na kushare. Mimi ni Mr. Chambua na hii ni Mr. Chambua TV. Make sure una subscribe kwa wingi, una like, una comment na kushare. Ni mwandishi wa habari, pia ni storyteller. So tunaanza kama hivi. Sasa hii movie ya familia, of course kuna vipengele vingi sana ambavyo vimeweza kuonekana humu ndani katika episodi hii ya 3. Kwa sababu kuna wahusika ni wale ambao waliweza kutumika kwenye movie ya binti yangu. Kikubwa tu ni kuweza kuelewa kipande na tuweze kichambua zaidi. Kipande namba 1 ambacho naweza kuanza nacho ni kipande cha mdoli pamoja na baba Karobo. Hiki kipande ni kipande cha huzuni sana ambacho kikitazama lazima uweze kulia. Ni kama kweli ukiwa kwenye ndoa au kwenye mahusiano yalokuwa yameshikilia upendo, alafu baadaye ikaonekana mmoja wapo akawa amesaliti, basi hapo ndo tunakuja kujua kwamba mahusiano ni kitu cha ajabu sana. Ndo maana mdoli alichukua jukumu la kuweza kumnasa kibao mume wake, akiamini kuwa mume wake ni wa peke yake tu, hakuna mtu anayeweza kulala na mume wake. Ubaya zaidi, baba Karobo au baba Joan hakuweza kutoa tamko lolote kwa mke wake na kuongea kitu chochote. Na siku hiyo ndo iliweza ni siku ya kwanza alitaka kuzungumza na mke wake, na ndo siku ambayo aliweza kupewa ushauri pamoja na KP aweze kuzungumza na mke wake ili mambo yaweze kuwa sawa kwenye familia yake. Yeye ndo baba wa familia. Unafikiri akinuna itakuwaje? Watoto watakula nini? Japokuwa mama mtu amenuna hawazungumzi, ila watoto wanajua kwamba baba na mama hawazungumzi, wamenuna. Hii ni taswira gani ambayo inaleta kwenye uzazi wetu? Kwa sababu wazazi wengi wakiwa wamenuna na watoto wakishajua, kuna namna kama uwepo wa watoto kwenye familia uwaga unasaidia sana. Je, uwepo huu wa Joan pamoja na Kisoda unafikiri utaweza kumfanya mdoli aweze kumsamehe mume wake baba Joan au baba Karobo kwa ajili tu ya watoto waweze kudumisha amani na upendo ambao zamani ulikuwa unapatikana ndani ya nyumba? Ni kitu cha ajabu sana kuona watoto wadogo wanaongea mambo mazito hadi wazazi wenyewe wanazidi kuchanganyikiwa. Hawa watoto haya maneno wanayatoa wapi? Na ukiangalia mdoli anaamini kwamba hawa watoto haya maneno wanapewa na baba yao, ila ni watoto wenyewe wanazungumza hayo maneno. Na mdoli ushauri aliopewa na ndugu yake bado anaendelea kufikiria na kutaka kuendelea kufanyia kazi. Je, ataweza kufanyia kazi au ndio hivyo ataendelea kuumia kimoyomoyo mpaka maumivu yatakapokuja kuisha, ila kumbukumbu itaendelea kubaki kwenye kichwa chake? Hicho ni kitu cha msingi sana ambacho mdoli inabidi aweze kutuoneshea na kutuambia kwamba ni kitu gani ambacho anafikiria, kwa sababu mpaka saizi inaonekana mdoli ameweza kumkazia na kutokuwa na amani na furaha kwenye kitu ambacho chochote mume wake akiweza kumuongelesha. Tunakuja upande wa pili. Fasheni baada ya kufanya tukio la kuweza kumuua mwanaume ambaye alimkuta yupo na mke wake, au tuseme yupo na mwanamke ambaye alikuwa yupo naye kwenye mahusiano. Sasa yule mwanamke Roy alikuwa anaamini yule ni mbaba na Fasheni hana hela, akaamua kutembea na mbaba. Ila tukio ambalo amelifanya Roy hakuweza kuona kwamba nani amefanya. Fasheni ameamua kukimbilia nyumbani kwao. Je, familia itajua kwamba Fasheni ameweza kuua huko? Na akili yao wanafikiria kwamba Fasheni ameweza kumuua mpenzi wake, ila hawajui kwamba ameua mtu ambaye amemkuta yupo na mpenzi wake. Ila kitu ambacho naweza kuwasihi vijana wenzangu, mapenzi huwa yanauma sana. Ukiendelea kuendekeza mapenzi yatakufanya uweze kufa kibudu. Na Fasheni dalili za kwenda kuozea jela zinaonekana. Hivi Remi na umalaya wake anaanza kudeti na watu matenki bovu. So anadeti na huyo mbaba ambaye of course kumwangalia ni kama ana hela kwa kuwa ana mwili mkubwa, ila hela hamna kitu. Sema wakina dada acheni tamaa. Wakina dada wa chuo mnapenda sana mibaba, ila hamjui jinsi ya kuwapata na hamjui madhara yake. Hilo ni funzo mojawapo ambalo Remi aliweza kulipata
na mpaka akaamua kwenda kuchukua jukumu la kutoa ile mimba aliyopewa na yule mwanaume wake, kwa sababu hamuelewi jinsi alivyo. Je, ni kweli kwamba Remi alikuwa na ujauzito au alimzingua mshikaji, aliamini kwamba mshikaji atakuwa na hela za kutosha ili aweze kumhudumia? Hapo ndo maswali ya kuweza kujiuliza. Ila movie hii ya familia, kuna namna ukiendelea kuitazama inakuwa inagonga moja kwa moja kwenye maswala ya ndoa, nyumbani, familia. Yani mambo ni mengi kweli kweli kwenye familia yanaweza kutokea. So ni wewe utaamua uendelee kuiangalia ili uendelee kujifunza, au usiendelee kuiangalia usiendelee kujifunza, kwa sababu binadamu tupo hivi, tuna uwezo wa kuweza kujifunza kwa kuambiwa, na tuna uwezo wa kujifunza kwa kuona, tuna uwezo wa kujifunza kwa kusikiliza tu bila hata kupata ushauri kwa namna yoyote ile. So kazi ni kwenu, ila kikubwa na wakumbusha kwamba kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare utakuwa umetisha, kwa sababu utaendelea kuungana nasi na utakuwa mwanafamilia bora zaidi kwenye upande wetu wa kiburudani. Ila hii movie ya familia kuna namna nilikuwa kama siielewi, ila kila siku ninavyozidi kwenda nazidi kuielewa na nazidi kuipenda. So naamini kabisa hata wewe utaendelea kuipenda. Kuna kitu umeweza kujifunza kutoka kwenye episode hii ya 3. So kitu ambacho kingine nataka niwaambie kuhusiana na movie hii ya familia, kuna surprise nyingi ambazo zipo humu ndani. Kuna Twins Dad ataweza kuonekana kama hivyo, kuna RK, kuna KP na watu wengi ambao inabidi waweze kuonekana kwenye hii movie ya familia. Ni kama itakuwa surprise. So make sure unaendelea kutufuatilia kwa kusubscribe kwa wingi, kulike na kucomment pamoja na kushare. Mimi ni Mr. Chambua TV na hii ni Chambua TV. So fanya hivyo kwa kusubscribe kwa wingi, kulike na kucomment. Tunaendelea kama kawaida na movie yetu ya familia. Kuna kitu ambacho nimeweza kukiona kutoka kwa Mdoli. Mdoli ni mwanamke ambaye anajaribu kujali upendo wake na kumpenda sana mume wake ili aweze kudumisha upendo. Ila kwa kuwa kuna tukio ambalo liweza kufanyiwa, na ndio maana Mdoli anajaribu kama kuvunja ule upendo ambao alipewa na mume wake. Ila kuna kitu ambacho Mdoli inabidi usijisaulishe, kwamba wewe ni mwanaume wako. Kitendo cha kumpiga kibao ni kama umemdhalilisha, japokuwa maumivu ya mapenzi huwa yanauma ya watu wawili. So make sure una subscribe, una like, una comment pamoja na kushare. Bye bye.